Je, ni kweli katika Biblia kuna Adamu wawili na Hawa wawili? Yaani kuna Adamu aliyeumbwa wa kwanza na kuna Adamu wa pili? Hilo swali limekuwa gumzo sana katika mitandao ya kijamii na watu wengi wana maswali wasiokuwa na majibu. Wacha nikwambia kwamba katika Biblia hakuna Adamu wawili wala Hawa wawili. Basi twende nikupeleke kwenye Biblia ili tusome pamoja na tuelewe kwa pamoja na tutafakari kwa pamoja. Sasa Biblia inazungumza kile kitabu cha Mwanzo pale ambapo Mungu amekwisha kuumba mbingu na nchi, amekamilisha na jeshi lote la mbinguni. Unatakiwa kuisoma Biblia, uisome kwa makini sana. Maana historia ya Biblia inaweza ikahadithia mbele, karudi nyuma, ikaenda mbele hivyo. Sasa watu wengi tumekaria kwamba tunaenda mbele tu. Lakini masuala ya kibiblia ni tofauti. Unabii unaweza ukatoka pia wa mbele au wa nyuma kutokana na historia Mungu anavyotaka kufanya mwenyewe. Sasa hapa kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo Biblia inasema ya kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo ni siku ya ni kabla ya siku kuanza kuhesabiwa. Aliumba mbingu na kitu cha kwanza kuumbwa ni mbingu na jeshi la mbinguni likakamilika, ndipo akarudi kwenye nchi. Akaanza kutenga nuru, maji na vitu vingine vyote. Akaumba binadamu, akaumba wanyama, akaumba nini. Sasa Mwanzo 1:26 pale Biblia inasema hivi: na tumfanye, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawali samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hapa tunaona kwamba Biblia inasema Mungu aliwaumba mwanaume akamuumba na mwanamke kwa mfano wake. Sasa nikulete taratibu kwenye sura ya pili hapa ambayo inazungumza habari ya ukamilifu wa jeshi la mbinguni pamoja na nchi, ambapo Mungu tayari ameshamaliza vitu vyote. Biblia inasema kwenye mstari ule wa kwanza sura ya pili: basi mbingu na nchi zilikamilika na jeshi lote la mbinguni, na siku ya saba Mungu alimalizia kazi yake yote, akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Sasa Biblia inaelezea kwamba Mungu akakamilisha kila kitu na siku ya saba akastarehe. Lakini mstari wa 4 sura ya pili inaelezea hivi: hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Ndio maana nilitangulia kukuambia, kumbuka ya kwanza hivi katika Biblia uumbaji wa Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa kwanza na wa pili ni tofauti na mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaelezea hapa kwamba kabla mbingu na nchi zilipoumbwa tu, kabla siku hazijaanza kugawanywa, kuwekwa nuru na usiku, na ile siku zianze kugawanywa usiku na mchana, ikawa siku ya kwanza ya pili, kwenye ule mstari wa 3 anaelezea sasa hapo. Anasema siku ile Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Sasa hii ilikuwa inaelezea wakati kabla hata wanyama wenyewe hawajaumbwa. Hakuna chochote, yani pale tu Mungu alipoumba mbingu na nchi, kabla hata nuru na giza havijatengwa, siku zikaanza kuhesabiwa. Watu wa Mungu tusikilizane vizuri. Anasema ukungu ukapanda katika ardhi, ukatia nchi katika ardhi, ukatia maji juu ya uso wa nchi wote wa nchi na ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa hapa inaelezea kwamba jinsi gani hao watu ambao unaona Adamu na Eva walipoumbwa, na haimaanishi ya kwamba mtu atakayezaliwa na mwanamke na sio kwamba ameumbwa na Mungu. Nataka muelewe kitu hiki kimoja. Hao ambao Biblia inazungumzia kwamba waliumbwa, haimaanishi wao waliumbwa kwa kutamkwa tu. Hapa ndio tunapata picha halisi kwamba wale watu waliumbwaje siku ile. Inatuleta nyuma, inatuelezea vizuri zaidi kwamba alichukua ardhi, mavumbi ya ardhi, akayafanya mtu, akayapulizia mtu akawa nafsi hai.
Hapo ndipo Adamu alipotokea, alipoumbwa. Na alipoumbwa ndipo akatolewa nani ubavuni? Eva. Na imaanishi Eva kwamba hakuumbwa kwa sababu alitoka ubavuni. Biblia inasema kitabu cha Mhubiri 11:5 pale, kama vile usivyojua njia ya upepo, kadhalika mifupa ya mtoto inavyokuwa ndani ya tumbo la mjamzito au mwenye mimba, ndivyo usivyoweza kuitambua kazi ya Mungu siku zote. Sasa maana yake sio kwamba mtu atakayezaliwa na mwanamke leo kwa miaka hii ya sasa hivi hajaumbwa na Mungu. Hapana, zote hizo ni kazi ya Mungu. Mungu ndio anaweza kuumba mtu kwa mfano wake. Mungu ndio anaweza kumtengeneza mtu kwa jinsi amtakavyo yeye. Kwa hiyo haimaanishi ya kwamba Mungu hajamuumba mtu ambaye amezaliwa. Wote, hata kama umezaliwa na mwanamke, bado umeumbwa na Mungu. Awe mnyama amezaliwa, nini ameumbwa na Mungu. Yote hii kianzilishi chake, chanzo chake kimetokana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ambao unasema ya kwamba kuna Adamu wawili, sikiliza, hapa ametuelezea kwamba siku ile kabla Mungu hajazigawanya mbingu na nchi na nini na nini, kulikuwa hakuna mvua, kulikuwa hakuna nini, na kulikuwa hakuna majira wala siku. Ndipo Mungu akaanza kugawa, ikawa siku ya kwanza, ikawa siku ya pili, ikawa siku ya tatu, kuanzia mstari wa 3 pale kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ndio unakuja kuona kwenye hii mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 18 pale anasema, Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana akamfanyia Mungu akamfanyizia katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili awaone, awataje kila kiumbe hai jina atakaloliita Adamu, likawa ndilo jina lake. Na Biblia inaelezea hapa, jamani, kuna watu wanakosea. Hata mwingine anakuambia eti wanyama walitangulia kuumbwa kabla ya binadamu. Si kweli. Utakavyosoma tu utaona kwamba kihistoria kwamba ni nani, ni wanyama walitangulia. Lakini kwenye hii sura ya pili inatufafanulia tu wazi kwamba kabla ya wanyama pia kuumbwa, wanyama waliumbwa kwa sababu ya kutaka kumsaidia nani? Adamu. Na kuliposhindikana ndipo walipofanyaje? Alipoletewa usingizi mzito, Mungu akatoa ubavu akamfanya mwanamke. Kwa hiyo katika Biblia hakuna Hawa wawili wala Adamu wawili. Adamu ni huyu mmoja na Hawa au Eva ni huyu mmoja. Ni kusoma Biblia tu na kushindwa kufikiria. Mungu akubariki.